Sasa ndio yetu. Sasa yuko na neema. Difference ni Yesu tu akali. Haina msalaba. Ana yeye. Yaani kama rosary. Sasa kwa hii boma ya watu wangapi? Unafunga peke yako? Mimi na mtoto wangu mkubwa. First born wangu. Cheki badilisha. Basi nzuri. Tutafanya aje? Sasa Tunashikilia kwa mkono. Hapa kupande itakuwa shida. Taifa wapi? Ama mimi nivae na Cecilia vae. Then ita hana nini? Sorry. Angalia. Hivi. Hivyo itachukua na huku badala ya huku. Okay. Yeka sasa nyingine. Hivi. Director. Hivyo. Hivyo. Haikai shagi. Kwa sawa. So na yangu pia angalia huko. Angalia huko pia. Sasa ongea na sauti. Sisi ama Mariam. Especially yes. Ende. Kaumba. Sasa naitwaje? Yeng. Jen. Yinga. Yeng. Ati Jen. Unajua Yeng. Wewe unakumbuka majina za watoto wa Takidla. Sikushika hata mmoja. Hata kama Na baba. Funny enough baba ndo huacha watoto. Hapo Cecilia amejaribu kutafuta kitu atajibu ikakataa tu akanyamaza. I'm preparing for the interview. Yeah. Na karibu sana. Interview gani Cecilia? Very calm. Yeah. Go very calm. Yeah. And Very calm. Interview hata ufai kuprepare, inafaa tu iflow. Yaani sinaona behind the scene amuoni cameraman wetu venye ana nini. So anasema tukae kwa pose fulani na tusiaribu. Lazima usikie. Ukiongea sana utamu. Yeah. Hi. Tatusikia. Kama na pick. Sijabeba earphones. Sijui nimesahau aje. Bado sina earphones hai. Anaona ni kama Ndio maana mtu anafaa achape zoezi. Sasa kama hao wanaendaga chini asubuhi wanarudi nini na mimi mwenyewe kwanza. Ama jumii hiyo nilizaliwa na zoezi. Unajua iko ndani yako. Mimi haki sijui nitafanya aje nizoee. Ndio maana sizeeki. So uzishi kwa nini floor? Nasema unaishi? Nyumbani. Naishi kwa normal two house. Nasema auishi kwa apartment so upanda stairs. Sipandi. Unaogopa hata first floor. Si first floor ni better. Sinaogopa. Sijajipata kwa situation. Wacheni nje aingize weight, akishaingiza weight atanitafuta. Si umeona ameingiza, si ndio? Hata nimemwambia. Ndio nilikuwa kwambia umenawiri uko smart. Hadi rangi imechange, si ni pesa. Ushapata mzee? Si unasikia ule wake alisema ati hataki mchezo na bei wake ajaribu hapa ati analeta bibi wa pili. So ulimuona ukamwambia babe. Alicommenti kwa TikTok kama ilikuwa wapi? Kwa nini yake kwa story. Nilisema kwa story, ni kwa story. Ni kwa story tu already. Na si wewe ndio uliwapeleka hiyo story. Nilisema kwa kamera. Na akawatch na akasema akasema hawezi bado sikuwa na mtu. Lakini sasa wenye ulipata ukamwambia rules ni hizi. Nzuri. Nyinyi ndio mnafungia wasichana wengine wasipate bwana. Utamfungia tu na bado atakupatilishia tu. Hata sasa yako nao. Nataka tuanze. Tagonjeka. Si ugonjeke tu. Reality sema. Kuna kuroga. Intro sema baadaye. Tusema hii ni ya nini? Savio. Siji. Nitaamua. So sauti ziko sawa. Sasa ile lazima utengeneze sauti hiyo design. Nitaongeza. Tunge invest.
Sasa unasema yangu na Cecilia je, serious ni mbaya hata zaidi. Wewe eti sasa ana smile anangojea kusema yake vile iko. Silo natumia gani? Mimi Infinix. Si ati Infinix. Wewe onyesha tu kamera. Si story like Infinix. Unataka kuchukua wewe. Cecilia anakuwa tu na risto saa zote. Kuna siku yenye wezi sema kitu yote. Hamna. Hebu angalia Cecilia hapo. Sasa Cecilia analeta compare kamera. Nyanya safi ya TikTok. Yeah. Sauti ndio. kwa sawa. Tuendelee. Sasa tukianza mtajiintroduce sawa sawa. Na sasa kwa mtu mmoja anaona kwa mara ya kwanza ajue nini ni nani. Alafu sasa mimi nitafuatilisha na maswali. Justaki tufanye copy and paste, nitawapeleka sasa. Wataonekana watu watasema tu. Unaongea ukiangalia kamera Nisiangalie huyu. Si uangalie kamera. Sawa. Bado unaweza muangalianga tu ukiangalia kamera. Bravo, Cecilia kwa excited. Kuna kitu amepanga. Labda kuna kitu Cecilia amepanga leo. Cecilia kama umepanga kitu mbaya uje tutadelete yote. Sikuoni vizuri. Kwani kuna kitu mbaya? Kwa excited sana. Kwa excited sana. Mbona wewe umesema kwa excited? Si achana na yeye aendelee kutensa hapo. Unashtuka. Ikimwagika iwe mwagike. Na haitazuia number 3. Utayaza uyakamwe. Lakini haitazuia number 3 kukaa miti hata mkichocha hata. Atukei hadi wewe ndio umechelewa. Atukei number 3 kukaa. Kwa hiyo question mwambie ndiye amechelewa. Ulikuwa hapa lini akasema namleta? Hata miaka mingi. Just imagine. Why? Kabla afike number 7 atakuwa shanda kutembea na mkongojo. Nilimwambia last time na kusikia anaanza ya sai the better. Cecilia wewe unachomanga tu, si ndio? Wacha interview ianze. Wewe choma. Unachoma vile unacheka unampatia sasa. Amesema utatembea na mkongojo ungekuwa saizi number 4, hata si number 3. Anamalizia 7, akifikisha 50 years ashamaliza. 50 years unajua ukiza watoto utawaitaje? Watakuita kukama baba. Watakuita kukaje? Sasa wale wachukue. Inamchoma sana na kwani nini juu umejionesha hakuna kitu na lako niletee mwingine hakuna kitu sina yenye huo mwenyewe ni wewe ulikuwa na hiyo tamaa, ni wewe ulikuwa na tamaa na sasa uko nayo wewe ndiye alikuwa na hiyo tamaa akaendea huo mwanamke that man ndiye alicheat so Mariam ana shida so lakini let me correct this sasa kwa nini atufight na Mariam why si fight na Mariam kwa sababu Mariam ana shida. Nani alienda kumtafuta kamleta kwangu? Ni Takid. So Takid ndiye anafaa nieleze kwa nini alileta Mariam. Alikuwa na tamaa ya second wife. Sawa, ni tamaa. Sasa sisi tutakuonyesha sisi hatuna ubaya. Tutacheza hiyo game yako vizuri sana. Na hapo ndio mmewafinish kumalo. Nange hata zile za kina Pluto wanafanya unapata wamekosana side na dem na wife wanasikizana bwana anabaki yako peke yake. Kwa sababu gani? Hana msimamo wajui ni nini. Men should know how to balance. Lakini sasa hiyo ni true of this. Na pia mjifunze tu kwa huyo Takid. Ndio kwa maana pia balance. Alafu hakuna special watoto una neglect juu ulimpenda si ndio ulimpenda akakuzalia lakini ukakuwa na tamaa ukaenda kutafuta wa pili ukampenda akakuzalia wa pili tena utafuta wa tatu so wale 1-2 wanafanya nini si ni wako bado au watoto ni wako bado na bado utamu ziko nje nyingi hata wewe ndio uko na kazi sasa wewe ndio si tushapumzika haya mimi namaliza una watoto hauna watoto una watoto una mjukuu hauna nina mjukuu ni nini ingine urembo uko nao urembo niko nao namaliza kulea kazi ni kwa nani kazi ni kwa nani sema kwa sauti kazi ni kwa nani? Takid. Kwani unaonyesha wanaogopa ama wewe ndio unafuatilia unaogopa? Hataki kuharibu market Takida mkasirikie. Usijali. Umeelewa usijali. Sasa tunakufunza ndio kesho. Mwanaume nayo si mtu wa kusemea. Acha niwaambie si wa kusemea. Na si wa kusema ati my man. Man ni pale ndani kwa bedroom. My man ni kwa bedroom. Akitoka nje si wako. Hata cameraman si hata bibi yake najua semi my man kwa sababu ajui akishatembea huku nje anafanya nini. Kabisa. Unawasemanga akiwa ndani ni wako hapa akitoka nje ni wa wengi. Sasa mwenye najua ni wangu ni mimi na Cecilia. Huyu tunashindanga naye. Cecilia kigonjeka nitamtibu. Ndampeleka hospitali. Takid ni pesa tu anatuma si tunajipanga. Watoto wake wakiwa pale hayuko mimi ndio nitawafikia. Wangu wakiwa pale siko yeye ndo atanishughulikia. Haya sasa hiyo ndio nini?
Hiyo ndio inaitwa true love. Hiyo ndio na nasema hiyo ndio maisha yenye watu wanafaa kuishi. Kwa sababu embrace. Yeah, kuna wao wenye thank God uko na mtu wako na mnapendana and all that. But ikikupata uko kwa hiyo polygamous marriage, what will you do? You'll kill yourself because of a man, ama uache watoto wako because of a man, unashika. Wazazi wako wasumbuke because of a man, unashika. So kama imekupata, jua venye una deal nayo. Yeah. Wow. Because alafu sasa siku hizi hata sisemi kama kuna mapenzi. Mapenzi zile za wazazi wetu. Na sisi sasa wenye mnaona hapa tumependana tuasikizana So the most important thing ni jipende na ukishapata wale watoto wako sasa hiyo ndio the most important. Love it, ipe kwa watoto wako. Sasa allow me to ask these questions before now we release you. So Cecilia, you have a daughter, right? Yeah. For as a mom who has tasted polygamous marriage, is that something you wish your daughter to be in? In all honesty, and why? Hiyo ni question ngumu kwa sababu my daughter hana roho yangu. Pia ndio maana nasema yani the other women when you understanding what life iko, kuna mtoto wako na ile roho ndogo yenye one mistake in the husband ana make itamekata commit suicide ama atoroke kwao. But all in all mimi namfunzanga aje, mom, wanaume wezi wajua. I don't pray that you go to a polygamous marriage. Na my prayer ni apate mtu wake ampende, amuonyeshe a different side of this yenye ameishingi. That is always my prayer. But nimemfunza pia ajue venye atahandle. So my prayer is apate mtu wake mzuri mwenye anampenda, wake peke yake. But ikikuwa ni ana follow the footsteps of mom, bado akwetu a strong woman. Yeah. Mariam, today if your husband Takid wakes up na akuletea msana unajua watu wamekomaa, wale wazee ndio wanajua wanaweza fanya vitu kama hizo. So ikakuwa hapana, mimi hivi mnaniona niko na wife na anaishi hapo hivyo Githurai na 3 boys. 3 cute boys na walikuwa wakubwa ndio naambiwa mapenzi kikuja hata ukwe unakuwa tu kipofu. Hata huyo mtu akwe yako na mtoto mjukuu nini auonangi. Okay. For you Cecilia, after how long did you know that your husband has now gotten another love? So after I think it was like the post election, tulimove kutoka Dandora, mimi nikaletwa huku Githurai juu her sisters na kuna relatives wake walikuwa huku, wakatuambia huku ni safe, kujeni muhamie huku Githurai. So Takida to commute from Githurai to Dandora juu gym yake ilikuwa Dandora. And basically chenye amefanya lifetime yake yote ni kufunza. He has never done any other kind of job. So he was always commuting from Githurai to Dandora, Githurai Dandora. Nimwambia hey, your character has changed and all that. By that time nilikuwa na 3 boys. Akona mtu. Si ile ati kama for example kwa hoteli hivi watu wanapatananga ni just nilimfollow na nikachunguza through the students. The students wakaspill the tea. Student wa taekwondo. Nilikuwa hiyo nini gym pia mimi, lakini sasa because nilirelocate kwenda Githurai niliacha kutrain huko. So but the students were my friends. They know mimi ni mama yao. So ni kuongea tu hivi na mtu anajiangusha tu. Kwa sababu nilikuwa na hiyo sense ati kuna kitu inaendelea. Excuse me, acha ni clear throat. I want to assume that by the time you are dating Takid, Cecilia anatuambia like the students are the ones who are giving her information. Of course kuna watu wenye wanakuanga na loyalty to the first wife. Hauko unapata hizo stigma za kinakuja kuharibu boma ya watu. Mbona unajiingiza kwa marriage ya mama mwingine? Nilikuwa nazo lakini ndio nakwambia ukipenda ujuagi. Love is blind na ni kweli ni blind. Hata mimi si ati nilikuja ati nikisema nataka kwenda, nilijipata tu wife yani design yenye hata siwezi elewa na siwezi explain. Hiyo nao niseme tu siwezi explain. Na huyo student si mbaya alimwambia ni vizuri kwa hata mimi nilikuwa nashinda nikiambia Takida nafahambiani. Unaona juu saa at that time lazima angeambiana juu nilikuwa na ball. Ilifikia time yenye niko na ball na sasa siwezi toka kwa Takida na siwezi kaa ati nile mtoto wangu peke yangu. Na nilikuwa bado mwingine pia alikuwa ananitaka. Ndio ilibidi aambie Cecilia.
juu pia alikuwa na hamu na mimi. So ikabidi sasa juu amona master ameshanyakua na hezi ambia master huyu mtu alikuwa na hamu na yeye nini. Yeye alikuja kusema kama masengenyo. Hakuja kusema juu ati anataka kusema. Alikuja kama masengenyo. Na kwa mwanaume hivyo ni vibaya kukuja kama masengenyo. Hata ingekuwa ni mwanamke anamuelezea ningeelewa. Unaona? So na yeye akakuja akapata kuambia Cecilia, kumbe Cecilia naye si ule mtu ati mhash nini, yeye alikuwa mkarimu. Alinifuata kutoka kwenye aliambiwa ndo ule pale kuna kitu yeye ufanya pale, wewe tu mtoe. Ukiona ametoka msichana hivi na hivi. Juu mimi nilikuwa unique, mimi ndio mfupi sura. Mimi nilikuwa mfupi, uniqueness yangu ungenijua kulingana na venye ameelezewa. So venye aliona tu nimetoka kwa hiyo gate. Na si gate ya home, ni place nilikuwa tu nafanya shughuli zangu. Akatoka. Akanifuata, nikitoka akanifuata. Nikiangalia nyuma niko na marafiki zangu naona kuna mtu ananifuata lakini simjui. Juu si anijua. Anijui simjui, but watoto walikuwa nishawajua, walikuwa nishaonyeshwa kwenye simu. Haya, akanifuata mpaka kwa gate yetu ya nyumbani. Nikaingia nyumbani, akanisimamisha hapo, nikienda kuingia akaniuliza, "Habari yako?" 4 yangu ya miezi 2. Sasa si mimi nikamwambia mimi ndio Maria. Mimi siku tense kwa sababu nilikuwa nishajua kuna siku tutapatana. Unaona? Haya, nikamwambia karibu ndani. Akaniambia nani yako nyumbani? Nikamwambia kuna nyanyangu, kuna aunti yangu, kuna uncle yangu karibu nyumbani. Akaingia akapata nyanya hapo akipika machapati zake hapo. Wakaongea, mimi nikaenda shughuli zangu, nikapigia simu Taki nikamwambia fanya hivi, kuja nyumbani, ndio alikuwa kwa gym. Kuja nyumbani, mke wako ako kwetu. Sina Taki akakuja, uzuri ako karibu. Sasa hapo ndio waliongea na nyanya, vitu walisikizana. Na mambo ikakuwa hivyo. Sasa kitu yenye nasema pia kabla uendelee nasema I really thank Mariam's grandma penye yuko, na wawishia wote Eid kesho ikuwe salama, because aliniongelesha vizuri kabisa, you know, for me pia sina mamangu alipass kabla hata nizae third born wangu. So ile kupata ule mtu wa kuadvise, kuna saa zenye unasikianga tu you need that female advice mzuri sana, na all she told me ni uko na watoto wako, si ndio? Na saizi naona bado already uko mjamzito. So utafaitia mwanaume ama kwa comment section watu wengi hawaelewangi penye relation specifically. Mimi nasemanga hii yangu na Maria mama, hii hata Kid Master, it's a unique relationship. Si polygamous at kwa sababu Hebu nichunge nisiname in short. Hapo iko poa. Obvious, lakini wewe need ku spread sound kwa kila mtu. Si mko tu wawili na kila mtu ako na mic. Mbaka kia kwa hapo na yeye asikae. Hapo sitasikika. Ishati imekushika sana. Ashike kwa mkono. Utasahau. Na ukiekelea kwa pilo hapo juu. Weka tu hapo basi na bidika irada. Lakini utakaka umeka shinga yako juu. Ndio juu ya kamera. Hapo ni poa. Iko sawa. Kaa vizuri ndani, usijipanue sana. Chami kama uniform. Lakini zinajua niko fiti. Yang atinaitwa nini? Ying Li. Yang Li. Sisi mchezea nini ya TikTok. Yang